gani kinaweza kukufanya umkatie rafiki yako? Mimi kitu kinaweza kunifanya nimkatie rafiki yangu akipo, lakini sipendi yule rafiki ambaye yani siwezi nikamkataa kwa sababu binadamu kila mtu na alivyo. Kwa hiyo kuna mtu na rafiki yake, mtu anaelewa na rafiki yake kama rafiki, lakini kuna vitu ambavyo mtu anaweza kufanyia kama rafiki ukajisikia vibaya, lakini kumtupa. Sipendi tu yani mtu ambaye yani sitaweza kumkataa, lakini ni mambo ya kurekebishana. Mtu akusapoti, unamweleza shida yako, yani anajichukulia kama wote ndio mpo mna shida, lakini anaweza kapata akawa busy, yani hata yani hivyo akusapoti kama mambo unaweza kumweleza mambo yako, anakuwa yuko busy. Kwa hivyo ni vitu ambavyo kwa upande wangu mimi vinaweza nikamkataa, lakini sitoweza kusema ndio navunja rafiki. Namwambia tu mambo yanaendelea. Okay. Wengine nasema kama ungepewa nafasi katika maisha yako ya kubadilisha kitu kimoja tu, ungechagua nini? Mimi ningepewa nafasi kidogo nirudi nyuma. Yaani siwezi nikamwamini mtu kupita kiasi. Hicho ni kitu najilaumu mpaka leo. Kitu unamwamini mtu, yaani kupita maneno yake tu mazuri. Nishakumwamini mtu mpaka nikahisi, yaani nikajitoa kabisa. Lakini kilichonikuta kwa yaani katika maisha yangu na yaani nikifikiria kile kipindi huwa najilaumu sana. Yaani nasema kile kipindi bwana nikifanya hiki na hiki, lakini kuliko kumwamini mtu. Hicho ndio kitu ninachokiona, yaani kingerudi nyuma ile space ningeifesi kidogo. Swali lingine, ni kosa gani nililowahi kufanya mpaka leo wajuta? Mimi kosa ambalo nishafanya katika maisha yangu katika upande wa maisha yangu, kosa gani ulilowahi kufanya? Ni upande wa dadangu Rebeka. Kuna kosa nishawahi kumfanyia, yaani mpaka leo wale nikijifikiria najisikia vibaya sana. Kwanza ni dadangu ananipenda hivyo. Ni kosa kubwa kidogo, yaani ni kubwa sana. Nikilifikiria mwenyewe najisikia aibu. Na nikilisema pia najisikia aibu, lakini hivyo tu. Sio lazima niseme. Lakini ni kosa nishamfanyia dadangu mpendwa. Nikilifikiria na huwa najuta sana, lakini ni private kidogo. So, ndio na story nyingi. Ni mtu gani ukiona naye leo ungefurahi sana? Ni mtu gani leo ungefurahi sana? Mamangu nikiona naye ningefurahi sana mamangu. Maana mamangu ninaambia simuona. Kwa hiyo nikitokea leo kanifanya tu surprise hata nikazimia kwa sababu mamangu ananipenda na upendo na mimi. Hivyo. Sasa ni kitu gani huwa unafanya ukiwa mwenyewe na uweze kukifanya mbele za watu? Mimi nikiwa mwenyewe kitu nachofanya, kitu gani huwa unafanya ukiwa mwenyewe na uweze kukifanya mbele za watu? Nikiwa peke yangu huwa napenda kujibishana na mtu. Yaani napenda kujibishana na mtu, yaani kujibishana na mtu kwenye kioo. Hicho ni kitu nakipenda. Napenda sana kujiangalia, yaani mbele za watu siwezi.
Kwa nini peke yangu anapenda sana kufanya vitu fulani hivi. Kimoja ndio hicho, kushana na mtu kwenye kioo. Yaani najibishana na mtu, najijibu mwenyewe, naongea na mtu, nitazunguka huko ndani, nitakatika, nitacheza maono yote. Hivi ndio vitu napenda kufanya nikiwa peke yangu, nikiwa na mood. Wengine ni kitu gani watu hawafahamu kuhusu wewe? Watu kitu ambacho hawafahamu, mimi ni Mungu. Nasema mimi ni mtu Mungu. Sio Mungu, yaani ni Mungu, yaani ni mtu ambaye nina drama nyingi sana. Naweza nikupangia kitu kimoja hapa, nikakupanga vizuri, alafu mwisho wa siku kwenda najua acha. Yaani ni mtu ambaye sitabiriki. Yaani hivyo. Na uongo, lakini uongo wangu una subira kidogo. Kwa mtu mmoja anakuambia kitu na ukaniamini, lakini sikuchitendi vibaya. Ni mtu mwenye uongo vya drama vingi, vitu vidogo. Hivyo ndio watu wengi wanashindwa kuisoma mimi. Swali lingine, kila siku ni kitu gani huwa unatamani kufanya ila unashindwa? Mimi natamani sana kuigiza, ila ninashindwa. Ili napenda na natamani kuwa hata hivyo yani. Swali lingine, kitu kipi kinakufanya upende mtu kwa mara ya kwanza? Mimi kitu ambacho kinafanya nimpende mtu kwa mara ya kwanza, ukimwona tu, awe mdada awe mkaka. Napenda mtu akiwa na smile muda wote, mcheshi. Nikikuta tu na mtu ambaye ni mcheshi, yaani amenipokea vizuri, mtu anapenda sana na enjoy, na huyo mtu tunaweza kuendana.